Katika Arctic, wanajiolojia Julia na Oscar wanafanya majaribio kwa kusimika milipuko chini ya maji. Wakati huo huo, wanapokea simu inayowaonya kuhusu dhoruba, hivyo wanalazimika kuondoka haraka. Karibu nao, manowari ya Kirusi inagundua sauti za juu za kishindo zisizojulikana zinakotoka. Kwa mshtuko wao, kitanda cha bahari kinaonekana kikipanda juu. Vifaa vya Julia vinapata hitilafu kabla ya barafu kuzunguka kambi yao kupasuka. Anataka kukusanya utafiti wake kabla hajaondoka, lakini hakuna muda, hivyo Oscar anamvuta kuelekea kwenye snowmobile. Kwenye manowari, timu inagundua kuwa sauti zile ni za asili ya kiumbe hai na wanajiandaa kufanya manuvaa ya kuepuka. Hata hivyo, manowari inapigwa ghafla na kitu fulani ndani ya maji. Juu ya uso wa bahari, Oscar na Julia wanajaribu kutoroka kwa kasi kadri barafu inavyoendelea kupasuka nyuma yao. Bahati mbaya, mipasuko inaonekana mbele pia na snowmobile inasukumwa na barafu inayoinuka. Wawili hao wanadondoka na snowmobile inalipuka na kutumkia ndani ya maji. Hivi karibuni kambi yao inalipuka pia na wanasayansi waliosalia wanazama taratibu hadi kifo. Manowari inaendelea kuharibika na wanaume walio ndani wanashindwa kujikaza wakati kila kitu kinatikisika. Baada ya mapambano kidogo, wanafanikiwa kufyatua risasi na mionzi inayozalika inaonyesha mihimili mikubwa ya minyoo ya maji, tentacles. Mwanaume mmoja anapelekwa kurushwa kupitia kioo na anapotea fahamu kwa majeraha. Afisa mwingine anafanikiwa kutuma buoy ya dharura kabla manowari haijazama. Kwenye makao makuu ya jeshi la majini la Urusi, wanapata habari kuhusu kupotea kwa manowari. Kwa sababu ilibebea silaha muhimu sana, wanatuma kikosi cha uokoaji kuviondoa au kuvitekeleza. Misheni hiyo itaongozwa na Victor, ndugu wa nahodha wa manowari iliyopotea. Familia yake ina hofu kwa sababu huenda naye akapotea na mama yake anampa saa ya baba yake marehemu kama ishara ya bahati njema. Usiku huo Victor anawasili kwenye gati na kugundua kuwa rafiki wa baba yake, Admiral Olshinsky, anajiunga na misheni pia. Msaidizi wa kwanza wa nahodha ana wasiwasi kuwa Olshinsky anaweza kuwa mzee sana na mkali kupita kiasi kwa kazi hiyo. Victor anapoingia kwenye manowari, wanakikosi wengi wanalalamika kuwa walitolewa likizo zao kwa ajili ya hili. Wakati huo huo, Julia na Oscar wanazunguka kwenye dhoruba ya theluji wakijaribu kupata mtandao kwenye simu yao. Julia anasumbuliwa na kioo cha simu na karibu aangukie korongo, lakini Oscar anamshika dakika za mwisho. Wakati huo huo, simu yake hatimaye inapata mtandao kutoka kwenye jukwaa la mafuta na inawapigia simu. Lakini dhoruba inatoa kelele nyingi sana na wafanyakazi wa jukwaa hawamuelewi. Simu inapotea mtandao na simu inakatika. Oscar aliyekata tamaa anapiga flare kabla ya kuanguka chini kwa uchovu. Asubuhi, manowari inafika mahali ambapo manowari iliyopotea ilionekana mara ya mwisho na baada ya maandalizi mengi, hatimaye wanazama. Wanakikosi wanagundua kuwa Olshinsky anamchukua Victor kwenye chumba cha faragha pamoja na maofisa wengine wa juu na anawalazimisha kusoma ripoti ambayo inawaacha wakionekana kukasirika. Hivi karibuni uvumi kuhusu kupotea kwa manowari iliyopita unaanza kusambaa. Kurudi kwa Julia na Oscar, wanashangaa kugundua buoy imekwama kwenye barafu. Wanapogundua kwamba kuna mtu atakuja kuitafuta, wanaamua kuacha kuzunguka na kusubiri hapo. Manowari inapoishika ishara ya buoy, inaelekea kwa haraka kwenda huko. Kundi la nyangumi ghafla linazunguka manowari, hivyo wanakikosi wanajaribu kushuka chini bila kuwaumiza. Nyangumi mmoja anagonga kichaka cha screw ya kuzunguka kwa bahati mbaya, hivyo Olshinsky anawaambia wanakikosi wawashe sonar, akipuuza wasiwasi wa Victor kuhusu kuweza kuwaumiza viumbe hao. Wanapoiwasha sonar, nyangumi wanaazimia kuogelea mbali, lakini wanarudi tena baada ya sekunde moja. Wanakikosi wanashindwa kuamua la kufanya hadi wanapoona nyangumi wanatoroka kweli safari hii. Inaonekana kuna sauti ya masafa ya chini eneo hilo na kitanda cha bahari kinaanza kupanda. Tentakle kubwa inasogea kwenye giza na kumuua nyangumi mmoja kwa pigo moja tu. Wanakikosi wa manowari wanahofu kwa sababu hawawezi kutambua sauti wakati radar yao inagundua kitu kikubwa kinakuja. Wakidhani inaweza kuwa adui, Olshinsky anataka kufyatua risasi, lakini Victor anaeleza kwamba hawana uhakika na anawaamuru wanakikosi watafute sehemu ya kujificha badala ya kupigana. Manowari inaingia kwenye pengo la ukuta wa barafu, ikitikisika kila mara barafu inapoipiga na kupasuka. Sauti kwenye radar inazidi kuwa kali na inaumiza masikio ya wanaovaa headphone. Adui wa ajabu anapowafuatilia, wanakikosi wanalazimika kuisimamisha manowari kwa sababu ukuta unazuia njia yao. Kwa bahati nzuri, mnyamapori anayewafuata ashapotea. Wakati wanakikosi wanakagua uharibifu ambao manowari imepata, Olshinsky anamkemea Victor kwa kuchukua hatua za hatari bila kuhitajika. Hawana uchaguo isipokuwa kupanda juu ya maji ili kurekebisha. Juu ya uso wa bahari, Julia na Oscar wanakumbatiana karibu na miamba ili kujipatia joto. Ghafla wanayaona barafu ikipasuka wakati manowari inatokea juu ya maji. Wanakikosi wanawaona mara moja waliokuwa wamebaki hai na wanatoka kuwaokota. Baada ya kuhakikisha kuwa wawili hao hawana silaha, wanasikiliza hadithi yao. Victor anakagua buoy kabla ya kuzungumza na Olshinsky, ambaye anamwambia atoe chakula kidogo tu kwa raia hao na awaache hapo kwa sababu huenda ni wapelelezi. Lakini Victor anawaonea huruma na anawaamuru wajiunge nao. Baada ya hapo, manowari inarudi tena chini ya maji ili kuanza utafiti karibu na buoy. Baada ya ukaguzi wa kiafya, Julia na Oscar wanalishwa. Victor anawajiunga nao mezani na anawaonyesha ramani, akiwauliza wataje mahali kambi yao ilikuwa na kama waliona jambo la ajabu. Julia anapomweleza kuhusu milipuko, Victor anaamua kwamba ndicho kilichozamisha meli ya ndugu yake. Wanakikosi wanajadili watafanya nini na Olshinsky anasema wangerejea kwa sababu ya tishio la ajabu, kwa sababu hawataweza kutuma ishara ya dharura wakivamiwa tena.
Hata hivyo, Victor amekata tamaa kumpata ndugu yake na anaamuru manowari ielekezwe kuelekea mahali kambi ya Julia ilikuwa. Olshinsky anazungumza na Victor kwa faragha na kumwonya kuwa hii ni mara ya pili anafanya uamuzi mbaya. Akifanya mwingine, yote yatakuwa yameishia hapo. Kisha Victor anamuelezea msaidizi wake wa kwanza kuwa wanapaswa kuharakisha kwa sababu kama kuna waliobaki hai kwenye manowari iliyopotea, huenda hawana oksijeni ya kutosha. Wakati huo huo, Julia anasikia sauti ya ajabu na Oscar anaonyesha kuwa ni sonar ikitafuta manowari nyingine. Utafutaji unaendelea kwa muda mpaka radar inapogundua adui wa ajabu anawafuata tena. Victor anawaambia wanakikosi watafute sehemu ya kujificha kama walivyofanya mwanzo, lakini eneo hili liko wazi bila mahali pa kujificha. Wanaamua kutuma ishara ya dharura kwenye jukwaa la mafuta na wanafurahia wanapopewa ruhusa ya kujificha hapo. Wakati manowari inajiandaa kupanda juu ya maji, wafanyakazi kwenye jukwaa wanaona mihimili mikubwa ya minyoo ya maji ikitokea baharini na kuwasha alamu ya hatari. Tentacles zinaanza kushambulia jukwaa zikilibomoa miundo yote na kusababisha milipuko mingi. Wafanyakazi wanapaniki na kujaribu kukimbia, lakini hakuna mahali pa kwenda wakati jukwaa linaanza kubomoka. Manowari inapotea mawasiliano, hivyo Victor anatumia periskope kuchunguza. Anashitushwa kuona tentacles zikilibomoa jukwaa na anatuma picha kwenye skrini ili wanakikosi waone wanachokabilia nacho. Jukwaa lote linapokuwa limeharibiwa kabisa, mnyama huyo wa ajabu anairudia manowari tena. Chombo kinalazimika kugeuka ghafla ili kutoroka na vitu vinaanguka kila sehemu ndani ya jikoni. Olshinsky anafikiri kuwa Victor kuamuru wanakikosi watoroke badala ya kushambulia ni kosa lake la tatu na anatangaza kuwa anachukua uongozi. Torpedo mbili zinarushwa haraka na zinagonga lengo kwa mafanikio, hivyo Olshinsky anasema hivi ndivyo inavyofanyika. Hata hivyo, uso wa Olshinsky unadondoka anaposikia afisa akitangaza kuwa adui bado anatembea. Torpedo nyingine zinarushwa na mlipuko mwingine unaonyesha kuwa wamepiga lengo tena, lakini bado haikutosha kumua. Mnyama anawafuata na Olshinsky anaganda kwa sababu hajui cha kufanya, hivyo Victor analazimika kurejea uongozini tena. Anawaamuru wanakikosi waendeshe manowari kwa kasi kadiri inavyowezekana na wanafanikiwa kuepuka mashambulizi mengi, lakini tentacle bado inagusa manowari na kusababisha uharibifu. Wanakikosi wote wanaanguka na Victor anagonga kichwa chake akibaki na kichefu-chefu. Baadhi ya kompyuta zinapata hitilafu za umeme na moja inamkandamiza mwanaume mmoja. Manowari inaanza kuzama na mnyama anatumia fursa kupiga tena. Mlipuko unatokea kwenye sehemu ya torpedo na kusababisha moto. Wanakata mfumo wa hewa na kufunga eneo hilo, wakiwacha watu 7 ndani wanaotumia vizima moto kupambana na moto huo. Pigo jingine kutoka kwa tentacle linafanya manowari kuanza kuzama kwa haraka zaidi na radar inaonyesha mnyama amewazunguka kutoka pande zote. Kuangalia kwa karibu kunafichua kuwa ni Kraken. Kwa sababu hawawezi kutumia torpedo za mwisho, wanakikosi wanajadili njia zao na Victor anawaamuru waingie katika hali ya kimya kwa sababu viumbe wa baharini huwinda kupitia sauti. Wafanyakazi wanalazimika kusitisha kupambana na moto kwa muda, jambo linalosababisha kiwango cha monoksidi ya kaboni kuongezeka kwenye sehemu ya torpedo. Wakati sauti ya mnyama inauma masikio ya afisa wa mawasiliano kupitia headphone, wanaume walio kwenye chumba cha torpedo wanashangaa kama watakufa hivyo. Kwa bahati nzuri, mpango wa Victor unafanikiwa na Kraken anaogelea mbali. Sasa wanakikosi wanaweza kusonga tena, lakini moto umeeneza na ni mkubwa sana kuzimwa na vizima moto vichache tu. Wakati wanaume wachache wanateketezwa na moto, Victor anawaamuru waondoke kwenye sehemu hiyo na waache silaha ziteke. Maofisa wengine wanapata majeraha makubwa wakati wanatoka, lakini wanakikosi waliosalia wapo kuwasaidia kuvuka mlango, wakiufunga sekunde ya mwisho ili kusitisha moto usiwafuate. Kwa kutumia mbinu ya kudhibiti msukumo wa hewa kwenye sehemu ya torpedo, hatimaye wanafanikiwa kuzima moto. Baada ya hapo, wanaume wote walio na afya njema wanatumwa kwenda kufanya ukarabati, wakati waliojeruhiwa wanapelekwa kwenye kliniki au vyumbani kwao. Oscar na Julia wanasaidia kuwatibu majeraha, jambo linalowapatia imani ya wanakikosi. Julia pia anamhudumia Victor kwa kumtibia jeraha la pendwa kichwani na afisa mmoja anajiuliza kama anampenda. Julia anapokanusha, afisa anamwambia kuwa Victor alivunja sheria ili kumwokoa. Baadaye Victor anawauliza wanakikosi maoni yao kuhusu hali ilivyo na wote wanakubali kuwa lazima warudi kwa sababu hawajui mahali manowari nyingine ilipo na hawana ulinzi dhidi ya Kraken. Olshinsky anamkumbusha Victor kuwa baba yake alikuwa shujaa kwa kuokoa watu wakati wa ajali ya manowari, lakini alikufa katika mchakato huo. Baada ya kusitasita sana, Victor anakubali kuwa wanapaswa kurudi. Wakati manowari inaanza kurejea nyumbani, Victor anasoma barua ya mwisho ambayo baba yake alimwachia. Anakatizwa na Julia ambaye anagundua kuwa kuna ndege kwenye chumba cha Victor. Anamweleza kuwa kuna njia ya kuangalia kiwango cha oksijeni. Julia anaomba ramani na anaonyesha mahali yote walipoona Kraken pamoja na kambi yake. Hadithi zinasema kuwa mnyama huyu alishambulia meli nyingi zamani kabla ya kupotea ghafla, hivyo wanasayansi wanadhani Kraken aliingia kwenye usingizi wa muda mrefu. Anahitimisha kuwa milipuko yake iligonga pango la siri na kumamsha Kraken. Ikiwa wanataka kunusurika, lazima wazime sona, vinginevyo itamvuta mnyama tena. Kwa sababu Julia anaonekana kulielewa vema Kraken, Victor anauliza kama anajua manowari ya ndugu yake iko wapi. Julia anafafanua kuwa papa wana tabia ya kuvuta mizoga yao kwenye mapango yao, hivyo pango la Kraken linapaswa kuwa mahali ambako kambi yake ilikuwa. Mazungumzo yao yanakatizwa na afisa anayetangaza kuwa amepata kielelezo. Anapiga sauti iliyonaswa wakati walikuwa kwenye hali ya kimya na wote wanasikia sauti ya kitu kikigonga metali.
Wanafuatilia ishara na kuthibitisha kuwa inatoka kambi ya Julia, ikimaanisha manowari nyingine huenda ina walionusurika. Victor anatoa hotuba kuhusu umuhimu wa kuokoa maisha ya binadamu na hatari wanazokwenda kukutana nazo, kisha anawaamuru wanaume wake waisogeze manowari kwenye kambi ya Julia. Wakati wa safari, Victor anafikiria utoto wake na siku aliyopotea milimani. Anajitambua tena wanapofika eneo la utafiti. Ghafla niti zinaanza kuruka kutoka kwenye mashine na kuta ndani ya manowari, zikivunja vioo na taa. Hii inaonyesha kuwa wameteremka sana, hivyo wanainua manowari iende juu kidogo. Afisa mmoja kisha anaona kuwa wamepata shimo lisilo na mwisho na Victor anataka kutuma manowari ndogo kulichunguza. Kwa sababu mmoja wa marubani alijeruhiwa wakati wa shambulio, Victor anajitolea kumwakilisha na anamwacha Olshinsky kuwa kiongozi. Manowari ndogo inaondoka pamoja na Victor na maofisa wawili. Wanasikia chuma kikipasuka wanapochunguza shimo kwa sababu haijawahi kuzama hadi kina hiki. Shinikizo linaanza kuichosha manowari hiyo, hivyo kama hawatakipata wanachokitafuta haraka, watalazimika kurudi. Wanaposikia mlio wa mwangwi, wanaielekeza huko na wanagundua mamia ya meli zilizozama, jambo linalothibitisha kuwa dhana ya Julia na hadithi zilikuwa sahihi. Hatimaye wanapata manowari nyingine na kugundua uharibifu wote iliyopata. Kwa bahati nzuri, sehemu ya uso bado iko salama, maana yake huenda wapo waliobaki hai wakijificha humo. Timu inajaribu kuiunganisha manowari ndogo juu yake, jambo ambalo ni gumu kuliko inavyoonekana kwa sababu ya mingurumo ya maji. Baada ya mashindano makali, wanafanikiwa kuunganisha. Kisha Victor anavaa vifaa vya kuzama na kuvuka kwenye kiungo. Anagonga kwenye manowari nyingine kabla ya kufungua mlango na anafurahia kugundua kuwa wanakikosi wamebaki hai, akiwemo ndugu yake Alexander. Wanatuma taarifa kwenye manowari kuu na wote wanasherehekea. Alexander anafafanua kuwa aliiweka manowari katika hali ya kimya tangu waliponaswa na alikuwa anatuma ishara kidogo kidogo ili asimvutie Kraken. Victor anapeleka waliokolewa wengi kadiri wanavyoweza kwenda kwenye manowari ndogo, lakini inaonekana watalazimika kufanya safari mbili kuwaokoa wote. Anaamua kubaki na ndugu yake na fundi atakayechukua nafasi ya rubani wa mwisho. Manowari ndogo inasimika kifaa cha kufuatilia kwenye sehemu ya uso ili waweze kupata mahali hapo wakirudi, lakini wanalazimika kukizima wanapogundua kuwa huenda kitamvutia Kraken. Wakati chombo kidogo hatimaye kinaondoka, masalio ya manowari iliyozama yanatikisika, lakini kwa bahati nzuri hayanguki. Hivi karibuni wanafika kwenye manowari kuu na kuanza kuwasaidia waliookolewa mara moja. Rubani mbadala ni mgonjwa sana kufanya safari nyingine, hivyo Julia anamuomba Oscar usaidizi. Oscar ana uzoefu wa kufanya kazi kwenye manowari na anakubali kwenda. Wakati chombo kidogo kinaondoka, Olshinsky anaona kwenye radar kuwa Kraken anahama tena. Wakati huo huo, Victor na Alexander wanaamua kuchukua silaha ambazo wakubwa wao waliziomba. Wanaingia kwenye eneo la manowari iliyoharibika na kupata kodi kwenye sanduku salama. Lakini wanapojaribu kuzitumia kwenye kompyuta, mfumo hauitikii. Victor anakataa kukata tamaa na baada ya kubofya vitu vingi, hatimaye anafanikiwa kuiwasha kompyuta na anafurahia kuona kuwa silaha bado ziko salama. Pulsi ya umeme inayozalishwa inanaswa na manowari ndogo ambayo inaanza kuifuatilia. Kwenye manowari kuu, wanakikosi wanatishwa kuona Kraken anakaribia sana. Wanakimbia kuiweka manowari kuu chini ya bahari na kuingia hali ya kimya. Kraken anasukuma jiwe kubwa linalopiga manowari na hivi karibuni niti zinaanza kuruka tena kwa sababu ya shinikizo. Maji yanaanza kuingia katika moja ya sehemu, hivyo wanakikosi hawajui kama wataweza kuhifadhi hali ya kimya kwa muda mrefu. Wakati huo hivyo, manowari ndogo inafika kwenye sehemu ya zama za manowari kuu, na wakiwa wanajaribu kuiunganisha, wanaogopa kuchomba kifaa cha kufuatilia na kukiwahaja. Kraken anakaribia kushambulia manowari kuu, lakini ghafla inahisi kifaa cha kufuatilia na anazidi kurudi kwenye pango lake. Olshinsky anawaamuru wanakikosi kutumia hii kipindi kurudi juu ya maji. Wakati huo, Victor anachomoa kwa kupitia bombwe ili afikie silaha zilizokuwa kwenye sehemu ya torpedo ambayo ilizuiwa na zama. Alexander anasikia manowari ndogo ikivyuliwa na anawaamuru wanakikosi waingie ndani wakimsubiri ndugu yake. Hatimaye Victor anafika kwenye chumba cha silaha na anazindua kodi katika torpedo wakati Alexander anazifanyia hivyo katika kompyuta. Silaha zitachukua muda kupakia, kitu ambacho kimempa Kraken muda wa kumwatafuta. Wanakikosi wanajiandaa kwa pigo wakati tentakle zinaanza kufunika manowari. Ndugu zinazungumza katika redio na kuomba msamaha kwa mapigano yao ya kwa muda mzima. Kraken anafanikisha kuvunja nusu ya manowari, lakini kwa bahati ni sehemu ya kuishia pekee. Wakati anakaribia kushambulia tena, ndugu zinaongeza kazi kwa kuratibisha hatua zao na bonyeza vifungo wakati mmoja kuanzisha silaha. Mlipuko mkubwa na mzito unawaka na kuwaka mnyama, ukisababisha mlipuko mkubwa wa mwanga unaovunja isi ya Arctic hadi angani. Wakati maji yanazidi kuingia manowari, Victor anakimbia kurudi katika bombwe kwa kukuta Alexander. Silaha zitaziungua kwa ajili ya kujiteka, hivyo wanalazimika kukimba haraka. Manowari anazama na mawave makubwa yanapiga korido za ndani, kusababisha ndugu kujitenga. Victor anatafuta Alexander na kugundua mkono wake ukitokea maji. Anaukamata na kuvuta hadi Alexander afridi salama kabla ya kusonga. Wanakimbia kufika kwenye nguvu na kuingia kwenye manowari ndogo, wakifunga mlango kabla ya maji kuwafuata. Kwa kutobaka sekunde mbili tu kabla ya mlipuko, manowari ndogo haiwezi kutoa uunganishaji. Wakati masalio ya manowari yanazama kwenye shimo, Victor anakumbuka kuvuta mkono wa dharura ambayo inamweza kufunga uunganishaji wa manowari ndogo. Wanatoka kabla ya silaha kupasuka na mawavu yake yanayopeleka manowari ndogo kuzunguka baharini. Juu ya maji, manowari kuu inasubiri habari.
Wanakaribia kupoteza matumaini walipoona matone ya hewa majini. Ni manowari ndogo ambayo hatimaye imerudi. Wakati wote wanasherehekea, Victor anajaribu kumpa Alexander saa ya baba yao, lakini Alexander anamwambia aide kwa sababu ameizaa. Baada ya wakati, wanakikosi wanafika Urusi na ndugu hao wanaweza kurudi pema na familia yao.